Uso ni sehemu ya mbele ya mwili wa mwanadamu ambayo imebeba kibali cha huyo mtu. Vitu kadhaa vilivyobebwa ndani ya uso. Uso umebeba kibali. Uso umebeba kibali. Uso wako ukikamatwa, kibali chako kinakuwa kimekamatwa. Uso umebeba kibali. Ndio maana mtu unaweza ingia hivi, ama ukaomba mahali kazi, ama ukahitaji kuonana na mtu, manake ama ukahitaji kitu fulani, anasema njoni kuone kwanza. Kisha unaongea naye akiwa anakuona hivi, anakuangalia usoni. Ukipata kibali utapata unachokitaka. Yes. Ukikosa kibali machoni pake haupati unachokitaka. Unaomba kazi mahali, kisha wanakuita, wanakuambia njoo tukuone. Unaenda pale, wanakufanyisha interview. Wakati unafanya interview, wanakuwa wanakuangalia so, wanakuangalia wakiona uso wako na mashaka, wana doubt na wewe, inawezekana tukaa tunaajiri mwizi. Yes. Wanaangalia usoni kwako, wanaona macho mekundu, sio mvuta bangi huyu. Wanaangalia usoni, wanakuona unavyoongea sio mlevi, lakini walikupatia uso wa ulevi. Yaani mtu kuangalia anakuona mlevi, mbona uso wake kama mlevi huyu. Unanyimwa kazi. Unaonekana, wanakuambia wewe umekuja hapa umelewa. Wewe hujalewa, umekuja umelewa. Wewe utakuwa unakuja kazini umelewa, wanakufukuzisha kazi. Uso unakosa kibali. Sasa uso umebeba nini? Kibali cha mtu. Ndio maana hakuna mahali ukiingia unatanguliza mgongo. Ukiingia mahali unatangulizaga uso wako. Kinyimwa kibali, unashangaa kila mahali ukiingia wanakukataa. Mtu ambaye uso wake umekamatwa au ina kibali, mahali popote anaenda, uso wake unakuwa unakataliwa. Kila mahali ukienda wanakukataa. Hadi familia inakukataa. Yaani hadi familia hawataki kuonana na wewe. Kwa nini? Uso wako umenyimwa kibali. Watu wa baraka hawataki kuonana na wewe. Kwa nini? Uso wako umenyimwa kibali. Hautaki kuonana na watu wa maana. Manake uso unafungwa, usionane na usipate kibali kwa watu wa maana. Unajikuta tu unapata kibali kwa watu ambao ajabu ndio unapata kibali mbele zao. Sema nakataa. Nakataa. Kuna mahali uso wako hauwezi kuingia. Yaani kuna mahali uso wako umerogwa kiasi cha kwamba uso wako unazuiliwa usiingie mahali. Maana wewe ukionekana uso wako, wanajua kuna tatizo litatokea hapa. Watu wanaanza kuficha vitu vyao. Wanasema mwizi ameingia. Mwizi ameingia. Watu wanakaa kwa mashaka. Kila mtu au wengine wanashangaa, kila mtu anakuangalia kwa uoga. Anakusanya vitu vyake anajeka. Yaani umebeba uso wa kukataliwa, uso wa mashaka. Uso unatambulisha tabia ambayo si ya kwako. Uso wako unakutambulisha wewe ni mchawi na hujui dawa. Yaani watu wakikuona hivyo wanakuambia mchawi. Watu wanakuona hivyo wanakuita mchawi na hujui dawa yoyote, na hujai kuroga na hujai roga mtu yoyote, lakini wanakuita mchawi. Kwa nini? Wamekupatia uso wa kichawi. Kuna mtu anatumia uso wako kurogea, kisha wewe ndio unaonekana kule na wewe sio mchawi. Uso unakunyima kibali. Kuna mahali hauruhusi kuingia kwa sababu ya uso wako. Kuna watu hauwezi kaa nao kwa sababu ya uso wako. Wanakuangalia, wewe hauruhusi kukaa hapa, kakae kule. Yes. Huyu akae hapa, wewe ukakae kule. Kwa nini? Kwa sababu ya uso tu. Amen. Amen. Uso unaweza kukunyima nafasi. Uso unaweza kukunyima nafasi. Wakiroga uso wako, kama kuna nafasi ulitakiwa ukae, unashangaa huo uso au kupatia hiyo nafasi. Yes. Leo nimekuja kufungua uso wako. Uso unatambulisha muonekano wa mtu wa ndani. Ndani unaweza ukawa na muonekano mzuri, lakini wakifunga uso wako, ule muonekano mzuri wa ndani unafichwa. Uso wako unaleta muonekano mbaya. Kuna watu wanaweza patiwa nafasi kwa sababu ya muonekano wa uso wao.
wanaweza ingia mahali kwa sababu ya muonekano wa uso wao. Kuna vitu wanaweza miliki ama milikishwa kwa sababu ya muonekano wa uso wao. Kwa uso wako ukikamatwa, ukijua kuna vitu vyako ambavyo vilistahili uwe navyo wewe, ukijua hivyo vitu navyo vimekamatwa. Uso wako ukikamatwa, ukijua kuna nafasi ambayo litakiwa kuwa nayo wewe, na hiyo nafasi ukijua huwezi kuwa nayo kwa sababu uso wako umekamatwa. Uso wako ukikamatwa, ukijua baraka yako inaweza kwenda kwa mtu mwingine. Uso wako ukikamatwa. Samueli wa kwanza 16 mstari wa 7. Baraka yako inaweza pelekwa kwa mtu mwingine. Inahitajika sana mtu ambaye hawezi peleka baraka yako kwa mtu mwingine ni yule mtu ambaye ana roho Mungu ndani yake, ambaye hatakupatia kitu kwa sababu ya kukuona. Atakupatia kitu kwa sababu Mungu amekusudia upate. Lakini kibinadamu, kama wana macho ya kiroho, watu wengi wanapewa vitu ama wanapewa nafasi si kwa sababu ya utendaji kazi, si kwa sababu ya akili wako nazo, si kwa sababu ya uwezo wako nazo. Muonekano ndo unafanya wapewe vitu. Lakini ukiangalia wajibikaji wao, ukiangalia akili zao, ni kasongo tu, hawafani kukaa kwenye nafasi walizonazo. Leo nataka niwachomoe, nikuweke wewe kasawa na kusikia. Samueli wa kwanza 16 mstari wa 7. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake, wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu angaliavyo. Bwana haangalii kama mwanadamu angaliavyo. Maana mwanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana huitazama moyo, huitazama ndani ya roho. Amen. Samueli alipoingia ndani ya nyumba ya Yese, Bwana amemtuma apake kijana mmoja mafuta miongoni mwa watoto wa Yese, na Mungu ameshamueleza ni nani atakaye pako mafuta. Lakini Yese alivyomuona ndugu zake Daudi, alivyoona Eliabu, alivyoona kaka zake, akatamani apake mwingine. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anaonekana vizuri, akajua ni yeye. Kumbe hapana, yeye Samueli alimwangalia usoni, lakini Mungu angalia usoni, anaangalia rohoni. Laiti kama Samueli asingekuwa ametumwa na Mungu kwa akili zake mwenyewe za kimwili, kwa angefuata muonekano, Daudi asingekuwa mfalme. Lakini kwa sababu huyu Samueli alitumwa na Mungu, na Daudi alikuwa amerogwa uso. Kwa taarifa yako, Daudi alikuwa amefungwa uso. Ilibidi roho ya Mungu afungue macho ya Samueli, amwone Daudi kwamba anastahili. Amen. Ilibidi roho ya Mungu afungue macho ya Samueli, amuoneshe kwamba usiangalie huyu kwa sababu ya urembo, usiangalie huyu kwa sababu ya urefu, usiangalie huyu kwa sababu ya kimo. Hapana, mimi naangalia roho. Ali naangalia roho na sio uso. Ikabidi Samueli macho yake afunguke. Ninatamani niwaambie watu wa baraka wanaotakiwa kukusaidia wewe, Bwana afungue macho yao. Bwana afungue macho yao. Amen. Kimacho ya kibinadamu, muonekano wa Daudi hakuwa anastahili. Maana Samueli alikuwa akiangalia hivi, anaona ni huyu hapa. Lakini Mungu anamwambia hapana, hiyo ni macho ya binadamu. Kuna yule ambaye haujamuona bado kwa macho ya kibinadamu. Mimi nimemuona kwa macho ya kiroho. Amen. Ninaongea na wewe. Kwa macho ya kibinadamu ulionekana ustahili. Kwa macho ya kibinadamu ulionekana uwezi. Kwa macho ya kibinadamu ulionekana ufai. Kwa macho ya kibinadamu
ulionekana kwamba hufai hata kufanya chochote ama kuinuka ama kuendelea ama kusaidiwa kwa chochote kwa macho ya kibinadamu. Lakini kwa macho ya kiroho ninaona unastahili. Amen. Napokea. Kwa macho ya kiroho unastahili. Amen. Uso unaweza kusababisha mtu kufanya nini? Patia nafasi. Patia nafasi. Sikuna watu uliwapatia nafasi kwa sababu ya uso. Angalia matokeo. Kwa sababu ya uso uliwasogeza karibu yako. Angalia matokeo. Si kwa sababu ya uso. Si kwa sababu ya uso uliamua kuwasaidia kwa sababu ya uso. Angalia matokeo yake kwa sababu ya uso. Si kwa sababu ya uso ulisema huyu ndo shoga yangu toka nitoke. Sasa hivi unatoka wewe, yeye amebaki. Shoga yako, ulimwona shoga yako sababu ya uso. Sio binti kwa sababu ya uso. Ulisema umekufa umeoza. Sasa hivi umeoza wewe kwa sababu ya uso. Sio kijana kwa sababu ya uso. Uambiliki na kanisani uko unakimbia unaacha. Sasa hivi kiko wapi? Mna habari gani huko? Uso. Taki ibada kwa sababu ya uso. Kwa sababu ya uso. Kwa sababu ya uso watu wamepoteza vitu vingi vya baraka. Uso. Kwa sababu ya uso Samueli ndani yake alishataka bariki mtu mwingine. Alitaka kudivert baraka za Daudi kwenda kwa mtu mwingine kwa sababu ya uso. Pale pale Mungu akamkataza. Na mimi ninakuombea kwa Mungu wa mbinguni, kabla baraka yako haijamishwa kwenda kwa mtu mwingine kwa sababu ya uso wako, Mungu amtokezee astopishe haraka. Maombi yangu na dua, Samueli kokote ulipo, Mungu aseme na wewe. Usipoteze kiti cha mtu kwa sababu ya uso. Soma vizuri tena pale. Nataka uone nia ya ndani ya Samueli. Pamoja Samueli ni mtumishi wa Mungu. Pamoja Samueli ni nabii wa Mungu. Pamoja Samueli anaongea na Mungu, lakini tayari uso ulishaanza kubadilisha moyo. Ikawa alipokuja alimtazama Eliabu. Akatazama Eliabu. Akasema, lakini masihi wa Bwana yupo hapa mbele zake. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake. Acha kutazama uso wa Eliabu, wala urefu wa kimo chake. Kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu. Maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Samueli ni mtumishi wa Mungu. Samueli anaongea na Mungu, anasikia sauti ya Mungu, lakini alipoona uso wa Eliabu ukaanza kuzima moyo wa Samueli ndani yake juu ya Daudi. Ukaanza taka Samueli abariki Eliabu. Uso unaweza danganya moyo wako. Uso unaweza danganya moyo wako. Tii sauti ya Mungu. Amen. Kuchagua mtu kwa sababu ya mwonekano, kumweka mtu mahali kwa sababu ya wingi wa maneno yake, kwa sababu ya mwonekano wa elimu yake, kwa sababu ya mwonekano wa kimwili na uso wake, umefanya vitu vingi kuharibika na kusambaratika. Saa hii piga goti kwanza. Amen. Maombi yangu na dua, Mungu afungue macho kila Samueli wa maisha yako. Amen. Kuna akina Eliabu ambao uso ni mzuri lakini roho zao zimekunja. Uso umebeba taarifa ya mtu. Nenda kwa haraka. Uso umebeba nini? Taarifa ya mtu. Kuna mtu ukimwangalia usoni unajua taarifa yake. We mtu ukimwangalia tu hivi
unajua uso wake umebeba taarifa gani. Mtu anaweza kuja hivi hata hujaongea chochote, ukimwangalia hivi unajua huyo ana taarifa. Mtu anaweza akaja hivi, ukimwangalia unaona amebeba taarifa ya huzuni ndani yake. Yes. Amebeba taarifa ya furaha ndani yake. Maombi yangu na dua, uso wako ubebe taarifa njema. Amen. Kuna watu uso zao haziwezi ingia mahali kwa sababu uso zao zimebeba taarifa mbaya tu. Kila mahali uso wako ukionekana hivi, wanajua ameleta taarifa ya umbea. Kuna nini? Wanakuuliza. Yaani ukionekana uso wako, wanaanza kukuuliza habari za watu. Vipi uko mama fulani? Vipi mama Esther? Vipi wamepika nini huko? Vipi leo anakula ndani? Yaani uso wako unaonekanaga umebeba taarifa za watu. Sema nakataa. Nakataa. Amen. Amen. Kwa sababu kuna watu wengine uso zao hazionekani kila mahali. Likionekana pale ni mstuko, wanasema kama huyu ameingia hapa basi kuna kitu kimekuja. Na mimi nataka nikwambie, natamani kila mahali utakapoingia watu wastuke, waseme kama huyu amefika hapa. Yes. Basi kuna habari njema. Amen. Mwingine uso wako unarogwa. Uso mwingine unarogwa, unarogewa kuonekana kila mahali. Uso wa kuzurura. Mtu anarogwa anapewa uso wa kutangatanga. Kila mahali yupo. Kila eneo yupo. Yaani uso wako unaonekanaga kila eneo. Tena maeneo ya ajabu ajabu. Yes. Atulingi lakini sio kila mahali tunaenda. Yes. Atulingi lakini sio kila mahali tunaenda. Kwa sababu ukijiwekea mipaka, unajiwekea mipaka ya kuheshimika pia. Amen. Kuna mahali uruhusi kuingia. Yes. Kuna mahali uruhusi kwenda. Kuna mahali unatakiwa utume salamu. Kuna mahali unatakiwa uso wako uonekane. Amen. Sio kila mahali unatakiwa kuingia. Sio kila watu unatakiwa ukawaone. Kuna watu wengine unatakiwa kuwaona. Anani ni protoko ya Mungu. Walimlilia, Biblia inasema alipomlilia alituma kunguru akampelekea nyama na mkate. Yes. Walipomlilia akalituma neno. Walipomlilia akatuma Musa akawatoa Misri. Kuna mahali unatakiwa uende wewe kwa uso wa mtu mwingine. Yes. Walipomlilia Mungu akatuma Musa, lakini kwa uso wake. Maana Mungu alimwambia Musa na kufanya Mungu mbele ya Farao. Amen. Kwa hiyo sio Musa alienda, ni Mungu alienda mbele ya Farao. Amen. Lakini walipomlilia kwenye shida yao akalituma neno. Yes. Hakwenda, alituma neno. Walipomlilia akatuma kunguru. Elia alipolia akatuma kunguru akampelekea mkate na nyama. Sasa wewe kila mahali ukipigiwa simu unaenda tu. Kila mahali ukipigiwa simu unaenda tu. Kila mahali ukipigiwa simu unaenda tu. Ndio maana ulitegeshwa na unaenda kwa bahati mbaya zaidi unapenda kula. Umepewa uso wa kuonekana kila mahali na umepewa roho ya uroho. Ulipoenda wakakupatia chakula kumbe kina uchawi. Ukala chakula leo tumbo linakutesa. Na wanataka upate kansa. Na mimi nimekuja hapa kukuponya kwa jina la Yesu. Amen. Sio kila mahali unatakiwa kwenda, sio kila mahali unatakiwa kuingia, lakini pia hauringi inakutengenezea heshima. Yes. Sio kila mahali ya kwenda. Jiwekee mipaka, jiwekee heshima, jiwekee nidhamu. Yes. Kuna mahali utaki kwenda. Kuna nafasi huwezi kupata. Kwa nini? Kwa sababu wewe unaonekanaga kila mahali. Kuna nafasi zinaheshimu, hazihitaji mtu aonekane kila mahali. Kwa hiyo una kipawa ndio, una neema ndio, lakini kwa kuwa unapewa uso wa kuzurura kila mahali upo, unashindwa kuinuka. Sema nakataa. Nakataa. Inua mikono juu, sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Naomba unisaidie. Naomba unisaidie. Uso umebeba sifa ya mtu. Uso unabeba sifa ya mtu. Uso unaweza kukupatia sifa. Muonekano fulani unapata sifa kwa sababu ya uso wako. Umenielewa? Lakini kuna mwingine unapewa sifa mbaya kwa sababu ya uso wako. Nilishasema unapewa sifa ya uchawi na wewe sio mchawi. Nitaongea. Uso wako unaweza kupewa watu waliokufa. Kwa hiyo uso unazikwa. Sema uso unazikwa. Uso unazikwa. Uso unazikwa. Uso unazikwa. Ayubu 40 mstari wa 13. Mtu ambaye uso wake umeweka kaburini, automatically hata
akilala anaotaga ndoto za watu waliokufa siku zote. Ujue tayari amezikwa. Uso ukiwekwa kaburini, ukiangalia kitu hichi kinakufa. Kuna uso zimebeba roho ya mauti. Kuna uso zimebeba maneno mabaya. Kuna uso zimebeba mambo mabaya. Niliwahi muombea binti mmoja akiwa na miaka 28. Huyo binti alikuwa na miaka 28. Huyo binti akiwa na miaka 28 amechumbiwa na wanaume 5, wote wamemwacha. Wote wamemwacha, lakini hao 5 wote waliomwacha, mmoja alikuwa kichaa, 4 walifariki. 4 wamefariki, mmoja akawa kichaa. Na kuja muombea, mizimu inalipuka ndani yake. Angalia mizimu inavyolipuka, inasema wakati mama yake anajifungua ile binti, wakati mama yake anachungulia, kuna mtu alimpokea pale, akamwangalia yule binti usoni. Kumbe miongoni waliompokea kulikuwa na wakala wa kichawi. Akatamka roho ya giza. Kwa kuwa yule binti alikuwa na nyota kubwa, yule mama akachukua nyota ya yule binti, akamwekea yule binti roho ya mauti. Kila mwanaume anataka kumuoa anakufa. Wa mwisho akawa kichaa. Ndio maana kuna mtu mwingine wanakutupia uso wa mauti. Kila mwanaume anayekuwa anakufa. Kila mwanaume anayekuwa anakufa. Ama kila mwanaume anayekuwa anakuja kwenye maisha yako anafilisika. Anakuja kwenye maisha yako anafilisika. Akija kwako anaharibikiwa. Akija kwako unajiuliza kuna nini? Kuna nini kwangu? Ama mwanamke akija tu kwako anaharibikiwa. Unajiuliza kuna nini? Kumbe walikuwekeaga roho ya mauti ili usibaki na mtu yoyote wa baraka. Kama uko hapa, hebu inua mikono vizuri juu. Kama ni wewe ama ni watoto wako, inua vizuri juu. Sema nakataa. Nakataa. Sema vizuri. Nakataa. Amen. Kuna vitu ambavyo vinazuia maendeleo yako. Wanapofunga uso wako, wanapoufunga, wanauozesha kwenye kile kitu ambacho kinaozeshwa kuhusu wewe, ndio kitu kinachotafsiri maisha yako. Ama anaweza kuchukua mnyama yoyote, yule mnyama anayekuwa sacrifice, damu yake inokuwa sacrifice kwa ajili yako, yule mnyama anakuwa anabebeshwa nafsi yako. Kwenye ndoto umemwagiwa maji machafu kwenye uso, automatically unaanza kuwa na roho ya kukataliwa. Mwingine usoni, kwenye ndoto unaona mtu anakuja na kupaka kinyesi kwenye ndoto, mzigo kwenye uso wako. Kila mahali ukikaa na watu wanakukimbia, wanakukataa, wanakuangalia vibaya, wanakutemea mate. Uso wako unakuwa unatemewa mate, wanakuona kinyaa. Mume wako zamani sasa alikuwa anashika hata mashavu anayafanya hivi, asema jamani mke wangu mashavu yako mazuri. Sasa hivi akiyavuta hivi ni kofi, anayavuta ili ayapige. Na akiyavuta hivi akwambii mke wangu mrembo, anakwambia angalia hili liuso kama la bibi yake mchawi, angalia hili liuso kama la nguruwe. Yaani anakuambia maneno ya ajabu. Lakini mwanzo alikuwa akishika, angalia shavu lake kama pilipili changa. Angalia uso wake unang'aa vizuri. Angalia kichwa chake kizuri. Lakini sasa hivi akishika hivi kichwa chake anasema angalia hili likomwe kama mkuki wa yeu. Uso unaweza kuharibiwa. Sema kuharibiwa, maana kuchafuliwa na kuharibiwa kuna vitu fulani hivi hapo tofauti. Sawa? Uso wako unaweza kuwepo, sawa? Watu wakauchafua. Yaani ninachukua matope, ninachafua uso wako. Lakini unaweza kuosha na uso wako kabaki kuwa vile vile. Umenielewa? Hiyo imechafuliwa. Lakini kuharibiwa, ndugu, wanaubomoa. Yaani hata kama ukijaribu kuukarabati au ukarabatiki. Ndio wale mtu uso wako unapigwa na roho ya kuparalyze. Unaona vitu ulikuwa unakutana nayo ni uso wako. Uko tayari kuambia watu Mungu alishakuponya. Njoo waambie watu. Uso ukiharibiwa na Mungu. Mleta maiki. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati nikiamka asubuhi nakuta uso mzima umejaa, alafu mdomo wa juu unakuwa mrefu mfano wa mdomo wa nguruwe. Umeona? Nikakimbizwa hospitalini Jafari. Wakasema mbona hana ugonjwa wowote? Basi nikapewa barakoa. Uso umevimba, mdomo umepelekwa kama wa kitimoto.
Na hospitali wanasema hauna ugonjwa wote. Walisema sina ugonjwa wote, nikamwambia driver anilete na cruiser mpaka hapo ndo nikaingia kwako. Na pamoja uso umevimba na upo ndani ya cruiser. Unaona mambo haya. Lakini nilivyotoka ofisini kwa baba, ninarudi ofisini, katibu ananishangaa. Anauliza umekuaje? Mbona umeshapona? Nikaambia nimeingia kwenye maombi baba, nimekutwa sina ugonjwa wote. Na pale nilimuombea hivi, alikuja kabisa uso umevimba, amefunga hivi. Nikamwambia mama, nini mbona unafunga hivyo, sijakuzoea hivyo? Maana kila akiingia anaingia na tabasamu kubwa. Vipi mbona leo tabasamu? Akafungua hivi. Uso umevimba. Nikasema hapana. Nikachukua maji ya upako na mafuta ya upako, spray, nikamwambia kuanzia leo nimerudisha kinywa chako, hakitakamatwa tena. Pale uso ukarudisha. Nataka tuwe makini. Angalisho, ninaomba watu tusitendeane mabaya. Kuna watu wanatutegemea. Mabaya unayoyatenda kwa mtu hautendi kwa ajili yake. Unakosti hata ndugu na jamaa wanaomtegemea. Yeye asipolia, machozi ya wale watu yatakugharimu. Yes. Narudia tena nakwambia, inawezekana ukatendea mtu mabaya ili aharibikiwe kwa sababu ya nafasi unayoitaka. Lakini kumbuka huyo mtu alikuwa ni tegemezi. Kupitia hiyo nafasi kuna watu wanasoma. Kupitia hiyo nafasi kuna watu wanaishi. Kupitia hiyo nafasi kuna watu wanaendelea na maisha yao. Usiliharibie mtu kwenye nafasi iliyopo ili ukae wewe. Machozi atakayolia mtu, hata kama huyu mtu atakuwa na uwezo wa kulia, lakini wale wakilia kwa ajili yako, brother, mother, my sister, hautoboi kwenye haya maisha. Yes. Hauwezi endelea kwa kumharibia mtu mwingine. Hauwezi kuwa bora kwa kujifanya wewe kuwa bora kwa sababu ya mtu mwingine. Hapana. Heshimu mtu na watu wataheshimu kwa ajili yako. Amen.